Zile hela kusema ukweli niligawana na Maganga, yaani yeye nusu na mimi nusu. Unanichekesha shoga yangu. Kama umegawana na ule mwanaume, si umwambie akusaidie kulipa na kazi anafanya. Kila siku tunamwona anafanya kazi mtaani. Anashindwa kukupa hela kupeleka kwenye kikundi. Amna. Hela atanipa tu, ila naamini mambo yake hapa katikati hayajakaa sawa. Sema siku hizi nitapata hela na nitarudisha. Sasa basi, tumekubaliana na wana kikundi. Tunakuja kuchukua vitu vyako vya ndani. Sasa Nasla shoga yangu, vitu vya ndani kweli? Unajua lakini vile vitu sio vya kwangu peke yangu mimi. Sasa kama sio vya kwako peke yako, uliwekaje vitu vile zamani? Akati unajua si vya kwako peke yako. Nasla, hata wewe kunifanyia hivi. Hata wewe shoga yangu kweli? Sasa mimi nani? Zile pesa za kwangu? Au ile kampuni ni ya kwangu? Mimi sikuelewi Tamara. Tafuta pesa ya watu tukaipeleke kwenye kikundi. Usintie leo juu. Nasla shoga yangu. Wewe toka nsije kumwagia maji ya moto. Sina masiala kwenye pesa. Tete mdogo wangu. Si unajua wazi mimi ni dada yako nakupenda sana na mara zote nimekufanya kuwa kama rafiki kwangu. Ndio. Na ukiwa na jambo lolote lile uwezo ukanificha, si ndio? Ndio. Kabla ya yote, unasumbuliwa na nini? Maana mara kwanza nimekuta ukitapika. Nikakuuliza unasumbuliwa na nini ukanificha ficha. Mara pili nimekukuta ukila mkaa. Na hizo dalili zote ni zaili shairi kwamba ni mtu ambaye ni mjamzito ndio huwa anakutwa na dalili kama hizo. Umeniambia mimi dada yako na uniogopi na nimekuzoesha kama rafiki kwangu. Naomba uniambie ukweli. Wewe ni mjamzito? Asa hiyo mimba mimi naitoa wapi? Mimi sina mimba. Tete, usinifiche kitu. Umri huu nilionao sio kunificha kitu kama mtoto mdogo. Wewe umeniambia unaweza kuniambia kila kitu. Dalili za mwanamke mwenye mimba ninazifahamu. Utanificha hadi lini? Naomba uniambie ukweli. Una mimba au hauna? Wewe umechoka mimi ninavyokaa hapa Au niondoke niende zangu nyumbani? Maana mtu nakwambia mimba sina, unalazimisha na mimba. Sina mimba. Naongea mada nyingine, unaleta mada nyingine. Mada iliyopa ni kwamba nataka nijue una mimba au hauna mimba. Ili hata siku ulikija likabumbuluka ili nijue ninawaeleza vipi wazazi. Kabla mama na baba hawajapata taarifa nianze kujua nimekaa na wewe. Nije nikutetee mdogo wangu. Sasa utamwambia nani? Mimi ndio dada yako. Mimi ndio niliyekutangulia. Utamwambia nani? Niambie, usinifiche Tete. Una dalili zote. Muda mwingine nakukuta mara unaumwa, unatetemeka, ugonjwa hujulikani. Nikikwambia twende hospitali unakataa. Wewe ni mjamzito Tete. Unabisha bado? Kama unabisha na unaendelea kubisha, sitaki niongee sana. Nina kipimo tayari nimeshanunua cha kupima ujauzito. Naomba uamke hapa tena nikakupime. Nani kigundua wewe ni mjamzito afu unanikatalia? Kwenye hilo mdogo wangu tusilaumiane. Tusilaumiane kabisa. Umenielewa Nimepoteza muda wangu na kuuliza kwa wema unakuwa mkali. Sasa nikikupima nikagundua wewe ni mjamzito, kwenye hili tusilaumiane. Umenisikia? Mimba sina na sipimi. Wewe Tete wewe. Yaani mimi ninachokiongea unaona hakina maana, si ndio? Naongea na wewe unaondoka. Muda ambao umekaa hapo, si ungetumia vizuri kupanga vitu ndani? Si unajua leo kama tunahama?
Au unataka muda mpaka gari ifike hapa ndio tuhangaike kutoa vitu hata vidogo vidogo tuhangaike navyo? Hivi Msekwa, unamaanisha hicho unachokisema? Ndio, niko serious. Tunahama leo. Kwani tunahama ghafla ghafla hivi? Na kungekuwa na uwezekano wa mimi na wewe kukaa na kuongea. Hivi Msekwa, unajua sasa hivi umebadilika sana. Nimebadilika? Nimekuwa blue au? Yaani bora hata ungekuwa na rangi moja ningejua. Lakini sasa hivi ueleweki wa blue, wa njano, wa kijani. Hizo ngojele zako mimi nimezichoka. Sawa? Nilishasema leo tunahama. Naondoka, naenda kuchukua gari. Panga vitu, nikirudi hapa nikute uko tayari. Tunaondoka. Yaani shoga yangu hapa nilipo hata sielewi. Yaani huwezi amini. Dada kashaanza kunihisi kama mimi ni mjamzito. Amejuaje? Siku ya kwanza kaniona natapika. Siku ya pili kanikuta natafuna mkaa. Sasa mimi nahisi itakuwa hizo ndo sababu zilizomfanya aone kama mimi ni mjamzito. Lakini mimi nilikwambia ule mwanzo tu mengi yanakuja. Lakini kwa nini usiwe mwazi ukamwambia mwanaume mmoja hapo akahudumia huo ujauzito? Kwani wewe nilikwambia nafanya hivyo kwa sababu gani? Nafanya hivyo kwa sababu ya Nibla. Wewe unaona hali yake ile ilivyokuwa ngumu. Alafu mimi nitaishije sasa? Wewe hapo sichokielewa kitu gani? Unajua kabisa hicho kitu unachokifanya sio kizuri. Na unajua kabisa kitakupeleka kubaya. Kinipeleke vibaya, kisinipeleke vibaya. Hicho hakikuhusu. Kilichonileta hapa, wewe unipe ushauri. Wewe nao unaanza kuniambia mambo yasiyoeleweka. Kama na wewe unanitupa, ni bora niondoke zangu tu, nirudi nyumbani. Mimi naongea haya kwa faida yako. Ila kama unahisi mimi naongea haya nakosea, basi naomba nisamehe. Kama ulikuwa unaniambia maneno ya faida ndio ungeniambia mambo hayo. Au unaona mimi ninavyokueleza hapa naongea upumbavu na ujinga? Tete, usifike mbali. Mimi hutonisikia tena nikiongea hayo mambo. Ama kweli milima haikutani ila binadamu tunakutana. Haya, za tangu jana udugu. Za kwangu ni nzuri tu, sijui za kwako. Za kwangu mimi upande mbaya upande nzuri, ila ubaya upo eneo moja tu. Mpaka siku leo inakaribia kuisha tangu jana hata kuniletea kipande cha keki udugu. Yaani ungejua hilo nikuta, wala usingenilaumu. Kwani hiyo keki yenyewe nilikata basi. Birthday boy alichelewa kufika na keki pia ikachelewa. Kwa sikukata kabisa. Msiba huo, japokuwa sio msiba mkubwa sana, ila unachotakiwa kufanya mshukuru Mungu kwanza. Uwezi jua, uenda ungeletewa keki yenye sumu. Ila kitu kimoja udugu, usifadhaike sana kukosa keki. Haya ni mambo ya kidunia tu. Kikubwa shukuru Mungu umeongeza namba nyingine. Keki ni vya kupita tu udugu. Ni sawa udugu. Lakini imekuwa ni bahati sana mimi na wewe kukutana hapa. Ningependa tu kukupa taarifa kwamba pale mimi ninapoishi na hama. Mbona ghafla namna hiyo kama chafya udugu? Mimi mwenyewe nimepewa taarifa ghafla hivyo hivyo. Kwa hiyo nilivyokuona hapa nikasema na mimi nikwambie kama mpige picha yangu. Kama amiri jeshi mkuu ameamua, sisi makuruta kina nani? Wote tunapiga saluti tu. Kwa hiyo udugu, mimi nikutakie safari njema huko unapokwenda. Mwenyezi Mungu akubariki, uweze kukutana na majirani wema. Na tena kama ikiwezekana Mwenyezi Mungu akijalia, hata mimi niwe jirani yako pia. Au unaonaje hapa? Yaani una vituko sana wewe. Hujaviacha tu. Hapana. Vipi? Una njaa? Mbona tumbo lako linanguruma sana? Amna.
basi utanunua chochote ule. Uwe na siku njema sana udugu. Sasa narudi dukani pale kwa Mbwembwe, chukua mkate, shughuli inakuwa imeisha. Hivi wewe unanitafuta nini mimi? Unataka nifanye nini mimi? Kwa nini unakuwa sio muelewa? Ina maana kuachana na mimi ndio nifanyie mambo yako ya kijinga? Mambo yako ya kishirikina? Wewe mchawi, si ndio? Wewe unajifunza, si ndio? Wewe kigaraula, si ndio? Sasa kama unaujua uchawi unijue nilikotoka. Mimi ni Mzanzibari. Kona zote unazopita nazijua. Ila nakustahi tu kwa sababu wewe ni mwanamke, umenifahamu? Ila kama umenikusudia ubaya, na mimi nitakufanyia ubaya. Hivyo bado unanitaka Nakuuliza bado unanitaka? Kama unanitaka si useme. Najua umezunguka. Umemisi mambo yangu ndo maana umekuja. Aya niambie, nilichokufanya mimi kitu gani? Yaani tangu niachane na wewe, mjomba asimami. Na najua wewe kwamba ndo umesababisha mimi nisisimame. Si ndio? Wewe umeniroga. Na wewe umenikusudia ubaya. Sasa kama umenikusudia ubaya, na mimi nitakufanyia ubaya. Hivi nikuulize swali. Kwa hiyo hizo ni shida zako wewe au ni shida zangu mimi? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Umetoka huko mguu mosi mguu pili mpaka kwa Oliva. Ulijua utanikuta nimefuba? Ulijua utanikuta nimechunda? Eti nimekufanyia kitu kibaya. Kama mambo yako yanakushinda na wanawake zako huko huko, tena ukome, umenisikia Na hii ndio iwe mara yako ya kwanza na ya mwisho kukanyaga kwenye maya hii au kukanyaga kwenye nyumba hii. Mimi sio level yako tena. Umenielewa? Ninalipa. Popote sasa hivi ninapopita mtoto, we, hatari. Ukome. Toka kwangu. Oliva nilikuheshimu, lakini sasa hivi kama ubaya ni ubaya tu. Nitakufanyia ubaya. Fresh. Wewe fanya unachokifanya. Wewe si ndio kusudio lako mimi niambie jongo hapa ni mtungi? Fresh. Hivyo hivyo ulivyoamua, lakini nitakuonesha. Utanifanya nini wewe? Sasa hivi nalipa mtoto naita. Alo we, alo tena. Mnasemaje nyinyi? Yaani nimekuja kwenye na mazumuni muingie ndani mchukue vitu. Alo, sikilizeni nyinyi Utatu Mtakatifu. Hapa aingii mtu ndani kwenda kuchukua kitu hata hicho kimoja. Nasema damu lazima imwagike hapa. Wewe unawazimu nini? Yaani nakwambiaje, ndani tutaingia na vitu utatoa. Wakati unamtuma mkeje kuchukua hela uliko ujue kama kuna kulipa. Alafu wewe usijitie mwenda azimu na usijitie mwehu. Wakati unamtuma mkeo ulikuja kuweka zamana. Kumbuka wewe ndo mdhamini na mwenye zamana ndo mwenye deni. Fungua mlango tukachukue vitu ndani. Wewe unasema mimi zamana uliniona nimekuja kukopa? Uliona hii sura yangu? Alafu tulia wewe. Tena tulia kabisa, muone kwanza na goni lako la kijani kama wafanyakazi wa mali asili. Wewe ujambo nini wewe? Maganga, unanitusi mimi? Kipindi chote hiki nahangaika kuhusu deni lenu. Nilikuwa nawatetea mpaka kikundi chote kwa kinaniona mimi sina maana. Maganga, tuheshimiane. Lakini we kaka, si utupishe si tuchukue hivyo vitu. Kwa nini mnakuwa watata hivi? Mimi la kwangu nimesamea, lakini hili hatuwezi. Tunaomba tu tupishe si tuchukue vitu. Wewe kuweza kuacha godoro lako la 5 kwa 6 na bedi sofa lichukuliwe hivi hivi. Alafu nyinyi mna misemo yenu, wanawake na maendeleo tufanye kazi tusonge mbele. Kwa hiyo nyinyi mnafanya kazi na kusonga mbele kwa ajili ya kuja kuchukua vitu vya watu ndani, si ndivyo hivyo? Wewe tupishe si tuchukue vitu. Alo we, alo tena. Damu lazima imwagike hapa. Alo msinipende kichwani nyinyi. Alafu wewe unajua usijitie wazimu. Fungua mlango tuchukue vitu.
Nimeshavumilia muda mrefu, tumechoka. Tumewapa wiki hizi 2 na mjamaliza hiyo hela, nakwambia utaitoa. Yaani wewe kuchukua hela umechukua kurudisha na tusumbua, si ndio maana yake? Fungua mlango tutoe vitu.